Tunakoelekea miaka si mingi, wanaume wanaweza kuwa hawana mpango kabisa wa kuoa. Zamani ndoa ilikuwa ni alama ya heshima, ukomavu na mafanikio kwa mwanaume, lakini leo mambo yamebadilika kabisa. Ukiingia kwenye vilinge vya wanaume, mada kuu sio nitaoa lini, bali kwa nini nioe. Ndoa imeanza kuonekana kama mkataba wenye hatari nyingi kuliko faida. Kama jamii isiposhtuka na kurekebisha misingi, taasisi ya ndoa inakwenda kufutika kwa kasi ya ajabu. Sasa leo nitakutajia sababu kwa nini wanaume wanapiga gia kurudi nyuma kwenye swala la ndoa. Twende. Kwanza ni kukosekana kwa mke halisi, the lack of wife material. Mtaani kumejaa babies na slayers, lakini mke wa kweli, kwa maana ya mke mwenye hekima, mvumilivu na anayejua kujenga nyumba, amekuwa adimu kama almasi. Wanaume wanaona kwamba ni bora kuwa single kuliko kuingiza janga ndani ya nyumba litakaloharibu amani ya maisha yao yote. Pili, upatikanaji rahisi wa huduma za ndoani. Sex is very cheap. Zamani ili mwanaume apate unyumba ilibidi aoe, lakini leo kono inapatikana mtaani kwa bei rahisi sana. Ikiwa mwanaume anaweza kupata mahitaji yake yote ya kimwili bila hata kubeba mzigo wa kumlea mke, anaona hakuna ulazima wowote ule wa kuoa. Tatu, gharama kubwa za maisha na sherehe. Kuoa kumekuwa biashara ya gharama, kuanzia mahari kubwa, michango ya harusi hadi maisha ya ndani ya nyumba. Mwanaume anaona bora atumie pesa hizo katika kuwekeza kwenye ardhi au biashara kuliko kuzitumia kwenye sherehe siku moja na mwanamke ambaye hana uhakika kama atadumu naye. Nne ni kukosekana kwa heshima na utii. Msingi mkuu wa mwanaume ndani ya nyumba ni heshima, lakini leo hii mwanamke anataka kushindana na mwanaume. Mwanaume anaona haina haja ya kulipa mamilioni ya mahari kisha anamuingiza ndani mwanajeshi mwenzake wa kubishana naye kila siku. Tano ni hofu ya kupoteza uhuru wao binafsi. Wanaume wengi wanaona ndoa kama kifungo. Mara tu akioa, anapoteza haki ya kuonana na marafiki, kufanya vitu anavyopenda au hata kupumzika kwa amani. Wanawake wengi wamekuwa ni polisi kwa waume zao badala ya kuwa marafiki na washauri. Sita ni sheria za talaka zinazomkandamiza mwanaume. Mwanaume wa sasa anaona mifano ya wanaume wenzake ambao waliosota miaka mingi katika kutafuta mali, kisha ndoa inavunjika na baadhi ya mali anapewa mwanamke. Ndoa imegeuka kuwa mradi wa kiuchumi kwa wanawake na mtego wa maskini kwa wanaume. Saba ni udaku wa maisha mtandaoni. Mitandao imeharibu wanawake wengi sana. Wanawake wengi wanataka kuishi maisha ya wanandoa ambayo wanayoyaona katika mitandao. Hii inamfanya mwanaume aone kwamba kuoa ni kujitafutia pressure za bure tu. 8 ni mzigo wa singomaza na historia za nyuma. 9 ni ufeministi uliochukua mkia. Mwanamke wa sasa anafundisha kuwa hahitaji mwanaume na anaweza kufanya kila kitu peke yake. Mwanaume akisikia kauli hizi anajiondoa polepole. Kama huhitaji mwanaume, mwanaume naye anaona kwamba hakuna sababu ya kupoteza nguvu zake kukuhudumia. Na mwisho ni elimu na mafanikio ya mwanamke. Kadri wanawake wanapopata pesa na elimu, wanakuwa na kiburi na dharau dhidi ya wanaume. Mwanaume wa asili hapendi kuongozwa wala kudharauliwa. Hivyo anaamua kutafuta maisha yake na kuishi peke yake ili kulinda heshima yake. Hivyo basi, ndoa sio lazima, ni uamuzi tu. Lakini ikiwa mwanamke atapoteza sifa ya kuwa kimbilio na kuwa mateso, basi wanaume wataendelea kuchagua upweke wenye heshima kuliko ukaribu wenye dharau.